Kuna watu wanaishi maisha yao wakijiona ni wa kawaida sana, wanajilinganisha na wengine, wanajishusha, wanahisi hawajafika. Lakini ukweli ni kwamba huenda wewe ni miongoni mwa watu waliobarikiwa sana, ila umeizoea sana hali yako mpaka huioni kama baraka. Sio kila aliyebarikiwa ana pesa nyingi, sio kila aliyebarikiwa anajulikana, na sio kila aliyebarikiwa anaishi maisha ya kifahari. Wengine wamebarikiwa kuwa na akili ya kipekee, wengine kwa moyo wao wa ajabu, wengine kwa uwezo wa kustahimili mambo ambayo yangewavunja watu wengine mioyo yao. Swali ni kwamba, je, inawezekana kabisa wewe ni mtu mwenye thamani kubwa kuliko unavyojiona? Leo nitakuonyesha ishara 10 zinazoweza kuthibitisha kuwa umebarikiwa sana, hata kama hujawahi kulitambua hilo. Na kadri unavyoendelea kusikiliza, usishangae kama utagundua tatizo halikuwa kukosa baraka. Tatizo lilikuwa ni kutojua thamani yako. 1. Unafikiria tofauti na wengi. Kama mara nyingi unajiuliza maswali ambayo wengine hawaulizi, au unaona mambo kwa mtazamo wa kina kuliko watu wengi, hiyo sio ajali. Watu waliobarikiwa kiakili mara nyingi huonekana kama watu waliochanganyikiwa, lakini ukweli ni kwamba wanaona tabaka za maana ambazo wengine hawazioni. Ukiona unachambua mambo, unatafakari, hupendi majibu ya juu juu, hiyo ni ishara ya upekee. 2. Unatafakari mambo kwa kina sana. Watu wengine wanaweza kusahau haraka, wewe huwezi. Maneno yanaweza kukugusa kwa muda mrefu. Mazingira yanaweza kubadilisha hisia zako. Hii mara nyingi huonekana kama udhaifu, lakini kwa kweli ni uwezo wa juu kihisia. Watu wanaohisi kwa kina mara nyingi wana uwezo mkubwa wa kuunganisha watu, kuelewa maumivu na kuwa viongozi wa kweli wa moyo. 3. Umepitia maumivu lakini bado umesimama. Hii ni moja ya ishara kubwa zaidi. Kama umewahi kupitia usaliti, kukataliwa, kupoteza, kushindwa, lakini bado hujaacha kujaribu, huo ni uthibitisho wa nguvu ya ndani. Baraka sio kukosa matatizo. Baraka ni kuwa na uwezo wa kupita ndani ya moto bila kuungua kabisa. 4. Una kiu ya kujifunza. Kama hupendi kubaki vile vile, kama unapenda kusema, kusikiliza, kujiuliza, kuboresha, hiyo ni ishara ya ukuaji wa ndani. Watu wengi wanaridhika na hali yao, wewe huwezi. Huo msukumo wa ndani wa kutaka zaidi ni ishara ya mtu aliyepewa uwezo mkubwa wa kukua. 5. Mara nyingi unajiona haujafika bado. Hii inaweza kukushangaza. Watu waliobarikiwa sana mara nyingi hawaridhiki kirahisi. Wanajiona bado hawajatosheka. Sio kwa sababu hawana thamani, bali kwa sababu wanaona uwezo wao halisi na wanajua wanaweza zaidi. Kutokuwa na kiburi sio dalili ya kukosa uwezo. Mara nyingi ni dalili ya kina cha maono yako. 6. Watu wanakuja kwako kuomba ushauri. Jiulize hili kwa uaminifu. Je, watu mara nyingi wanakuja kukuambia shida zao? Wanakuomba ushauri? Wanahisi amani wanapokuwa karibu nawe? Hiyo sio bahati mbaya. Ina maana una utulivu, hekima au nishati ambayo inavutia watu wanaotafuta mwanga. 7. Unaona fursa pale wengine wanapoona ni mwisho. Katika hali ngumu, bado unaweza kuona uwezekano. Wengine wanapoona kushindwa, wewe unaona somo. Wengine wanapoona kufungwa, wewe unaona mlango mwingine. Huo ni mtazamo wa mtu aliyejengewa akili ya ushindi. 8. Unapenda kukaa peke yako wakati mwingine. Hii sio ishara ya upweke. Mara nyingi ni ishara ya kina. Watu waliobarikiwa kwa ubunifu au fikra za juu huhitaji muda wao wa kutafakari. Ukiona unachaji nguvu zako ukiwa peke yako, hiyo ni dalili ya mtu aliyejijenga ndani kwa ndani. 9. Una moyo wa huruma. Unapomwona mtu anaumwa, unaumwa naye. Unapoweza kusaidia, unasaidia bila kulazimishwa. Huruma ni moja ya baraka adimu sana katika dunia ya leo, na mara nyingi watu wenye moyo huo hawajui thamani yake. Na 10. Bado una ndoto hata kama ulichoka. Hii ndiyo ishara ya mwisho na yenye nguvu zaidi. Kama bado una ndoto moyoni mwako, hata kama umechoka, hata kama umeanguka mara nyingi, hiyo ni ishara kwamba kuna kitu kikubwa ndani yako hakijazimwa. Watu wengi hawajabarikiwa huacha kabisa kuota. Wewe bado unaamini kuna cha zaidi. Sasa nataka ufanye kitu kimoja. Usijilinganishe. Usipunguze thamani yako kwa sababu hujaona matokeo makubwa bado. Watu wengi huishi maisha yao bila kujua wana dhahabu ndani yao. Usiwe moja wao.
Inawezekana kabisa baraka zako haziko nje, ziko ndani. Na siku utakapoanza kuzitambua, kila kitu kitaanza kubadilika. Huenda leo ndiyo siku ya kwanza umeanza kujiona kwa macho mapya. Na kama umefika hadi hapa, labda hii sio video unayoitazama kwa bahati mbaya. Labda ulikuwa unahitaji kukumbushwa kwamba wewe ni wa thamani zaidi kuliko unavyodhani. Sasa swali ni kama umebarikiwa. Swali ni, utaanza lini kuishi kama mtu aliyebarikiwa kweli? Kama umeona dalili yoyote ya kati ya hizi, comment hapo mimi nimebarikiwa. Asante kwa kuitazama video hii mpaka mwisho, na kwa heri.